Kwa makofi kwa neno moja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na sisi tunayo furaha ya kupata nafasi mara tena simama mbele ya utakatifu wa Mungu ili kuzana mawili matatu yanayohusu neno la Mungu na lile linalotuhimiza katika maisha ya utaua ambayo tunayoendelea nayo. Bila kuponda muda, ningetamani tufungue vitabu vyetu na tusome katika kitabu cha Warumi ile sura yake ya 5 kwa ile mistari yake ya 9 na tutakuwa tumemalizia kwenye mistari ya 11. Ninasoma ile Warumi sura ya 5 mstari wake ule wa 9 wa 11. Basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Kwa maana ikiwa tulipokuwa adui, tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake, zaidi sana baada ya kupatanishwa tutaokolewa katika uzima wake. 11. Wala si hivyo tu, ila pia twajifurahisha katika Mungu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye sasa tumeupokea huo upatanisho. Amen. Yawezekana tukawe tumesoma kirefu au kifupi, lakini nilifikiri asubuhi ya leo tujifunze neno moja ambalo linasema nguvu ya damu ya Yesu katika Ukristo. Bwana Yesu asifiwe. Neno letu zaidi ni hiyo damu ya Yesu. Mimi nafikiri katika ainisho la Biblia, damu ya Yesu ni inawakilisha uhai wa mtu au ni uhai. Tukisoma Walawi ile sura ya 17 vile mistari yake ya 11 vitatueleza mengi yanayohusiana na uhai ulimo ndani ya damu ya mtu, na ile damu ya Yesu ikiwakilisha uhai wa Kristo katika kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ilivyo. Hiyo pia damu ya Yesu ni msingi wa imani inayowakilisha ukombozi, msamaha wa dhambi na utakaso wa mwamini. Bwana Yesu asifiwe. Pale ile damu ya Yesu ilipomwagika iliwakilisha moja kwa moja ule ukombozi na imani na msamaha wa watu ambao walikuwa wametengwa na Mungu kwa sababu ya yale makosa tuliyoyatenda na dhambi tuliyoitenda katika shamba la Edeni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ile damu ya Yesu ikaanza kufanya kazi moja na nguvu inayopatikana ndani yake ikaleta ule ukombozi wa damu na msamaha wa dhambi ambao waamini huendelea kujivunia. Kwa hiyo kama mwanadamu ambaye anaitwa ni Mkristo aliyemkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wake, kama
zamani. Pia kupitia damu hiyo waamini hupata agano jipya. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia damu hiyo ya Yesu imetuletea agano jipya, kwa sababu sisi tulikuwa na agano ya zamani ambayo ilitegemea damu ya wanyama. Mtu anapofanya dhambi, ili akaribia patakatifu pa patakatifu, ili apate kupata msamaha, ili mbidi yeye amwage damu ya mwana kondoo, damu ya mnyama. Ile damu ikishanyunyizwa, hiyo ndio inasababisha mwanadamu aweze kusamehewa. Na hiyo katika ile agano la kale ilikwenda kusababisha mwanadamu aweze kusamehewa dhambi zake kwa sababu ya ile damu ya mnyama. Lakini damu ya Yesu pale alipokufa msalabani, akawa ametukomboa kwa dhambi na ikatangaza agano jipya katika maisha ya wateule wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pia hiyo damu ya Yesu ni wakala wa utakaso na ushindi dhidi ya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo damu ya Yesu imekuwa wakala ambayo ilisaidia au ilikuwa njia ya kutoka kwenye dhambi na kutuelekeza kwenye ukombozi. Sijui nani anaweza akanisaidie neno linaloitwa wakala. Wakala ni mtu wa aina gani? Mimi sijui vizuri. Mtu akiitwa wakala yaani ni kama vile daraja. Wakala ni daraja ya kitu unachokitamani, lakini unakipata kupitia mtu fulani au kupitia nguvu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo damu ya Yesu imekuwa wakala ambayo imesababisha sisi tuliokuwa tumetengwa ili kufikiwa na kile tulichohitaji ili tuweze kupata ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo damu ya Yesu imekuwa wakala wa ukombozi wetu kwa lile lililotusababishia sisi kuweza kutengwa na huyu Mungu. Katika hiyo neno letu, matendo makuu ya damu ya Yesu, matendo makuu ya damu ya Yesu kwetu wa Kristo. Kuna mambo mengi ambayo tunaweza tukayataja hapa ambayo yalisababishwa na hiyo damu ya Yesu kumwagika, na sisi tukawa tumebahatika kufikiwa na haya mengi ambayo tutakwenda kuyataja hapa. Hiyo damu ya Yesu imetenda mambo gani makuu? Kwanza, jambo la kwanza, damu ya Yesu imetuletea ukombozi na msamaha wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Damu ya Yesu ilimwagika ili kulipitia, damu ya Yesu ilimwagika ili kulipia adhabu ya dhambi, damu ya Yesu ilimwagika ili kulipia adhabu ya dhambi, ikileta msamaha na uhuru wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ile damu ya Yesu ilimwagika, na pindi ilimwagika, sisi kulingana na dhambi tuliyoitenda, kulikuwa adhabu ambayo ilikuwa imewekwa kwa ajili ya dhambi tuliyoitenda, na adhabu hiyo ilikuwa kifo cha milele. Lakini kupitia damu ya Yesu ikawa kitu ambacho kilipia ile adhabu. Yaani kuliko kufa, damu ya Yesu ikaja kulipa ile adhabu, sisi tukaonekana kuingia katika ule uzima tena, kukubaliwa na Yesu kuwa watakatifu au kuwa wana karibu yake. Kwa hiyo kupitia hiyo damu ya Yesu ilitulipia ile adhabu ambayo ilikuwa imewekwa kwa ajili ya watenda maovu, na tukahesabiwa tena kuwa haki. Kwa hiyo kupitia hiyo damu ya Yesu ilitulipia ile adhabu ya dhambi tuliyoitenda na tukapokea msamaha. Tukisoma Waefeso ile sura ya 1 mstari wake wa 13 kwa 14 itatusaidia hapo.
Pia tukisoma Waebrania 9:15 kwa 22, hiyo itatusaidia. Kwa hiyo damu ya Yesu imetuletea ukombozi na msamaha wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda haraka, hatutaki kueleza mengi zaidi kwa sababu ya muda. Jambo la pili ambalo limeletwa na damu ya Yesu, au tendo la pili, imetuletea utakaso na kusafishwa. Bwana Yesu asifiwe. Damu ya Yesu imetuletea utakaso na kusafishwa. Kuna tofauti kati ya utakaso na kusafishwa, lakini inaweza ikaeleza neno moja. Lakini kwa undani ya maneno ni maneno mawili ambayo yanatenda kazi katika vitu viwili tofauti, ambavyo ni vitu viko pamoja. Hiyo damu ya Yesu ina uwezo wa kusafisha mwanadamu kutoka kwa kila dhambi na uchafu wa dhamiri. Bwana Yesu asifiwe. Tukisoma Waebrania sura ya 9:11 kwa 14. Tusomee pale kwanza kwa haraka. Waebrania 9:11 kwa 14. Waebrania 9:11 kwa 14. Waebrania 9:11 kwa 14. Inasema, lakini Kristo akiisha kuja, aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo, kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu huu, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama ya ng'ombe walionyunyiziwa wenye uchafu utakasa hata kuusafisha mwili, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo damu ya Yesu ina uwezo wa kusafisha mwanadamu kutoka kwa kila dhambi na uchafu wa dhamiri. Na katika hayo kuna mambo mawili. Kuna utakaso na kuna kusafishwa. Juu ya utakaso mara nyingi ni mchakato wa kiroho wa toba, kujitenga na dhambi au kuwekwa wakfu. Kwa hiyo utakaso mara sana unadili na mambo ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani roho walio wengi wanadamu, kuna uchafu usioweza kuuona kama uchafu tunauona kwenye nyumba zetu au kwenye vyombo tunavyovitumia, na ambao huo hauwezi kuomba utakaso wa ile damu ya Yesu. Lakini utakaso wa roho wa ndani unaomba ile damu ya Yesu, kwa sababu ni mambo ambayo yanapitika kiroho. Na ndio maana wanasema hapa, yaani kutakasa dhamiri za mtu. Tukiambiwa nani atuonyeshe dhamiri zake hapa, tuzione kama vile mnavyoniona hapa. Sijue nani anaweza akaitengeneze hiyo furushi ya dhamiri zake ili tukaione kwa macho. Yupo huyo mtu hapa. Na hiyo damu ya Yesu ndiyo inasafisha. Yaani utakaso ni mambo ambayo yanapitika au mchakato unaofanyika kwa ajili ya kutakasa moyo na roho, ambavyo tusivyoviona.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lengo la utakaso ni kufanya kitu au mtu kuwa mtakatifu, safi kiroho, au kukitenga kwa matumizi maalumu. Bwana Yesu asifiwe. Lengo la utakaso wa roho, kama Yesu kufikiria ya kwamba amtakase mwanadamu, alilenga amfanye mwanadamu kuwa chombo ambacho kitatenda kazi katika shamba lake, katika kanisa lake, au kwa watakatifu wake. Na ndio maana alilenga kusafisha dhamiri zetu, kwa sababu katika dhamiri huko ndiko kunamea nini? Maovu yote ambayo yanasumbua dunia siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Dhamiri, usipokuwa na dhamiri safi, yaani lolote lile ambalo litakwenda kuzalishwa na dhamiri yako ni yale ya mapooza ambayo yanaleta maafa kwa wengine. Dhamiri. Kwa hiyo kwa maana wamesema hapa ya kwamba utakaso ni mchakato ambao Yesu aliufanya ili kulenga dhamiri zako na roho yako, ambayo ndiyo hiyo kuliko hazina ya utakaso au ya wale ambao watahesabika kuwa watakatifu, Yesu atakao kuja kuwanyakua na kwenda kunao wapi? Mbinguni. Lazima tutamani kutakaswa na damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tutamani kutakaswa na damu ya Yesu Kristo, ni kwa sababu hapo ndipo Yesu analenga kuja kulichukua kanisa lake, na ni pale ndipo pamejengwa kanisa la Yesu Kristo, na ni hapo ndipo atakuja kuchomoa ule mwanadamu ambaye anaitwa nani? Anaitwa kanisa, ndiyo atakwenda kupeleka mbinguni. Hatutaenda na hii nini? Hapana. Mazingira. Utakaso hutumika zaidi kwa ndani, moyoni na rohoni, na uhusiano na Mungu. Na hayo inaenda na mchakato wa pale unapolenga mimi nifanye uhusiano na Mungu. Huwezi kufanya uhusiano na Mungu usipotakasa. Kwa namba ya kwanza, moyo wako na roho yako ndiyo inasababisha wewe ufanye uhusiano na Mungu, na Mungu aweze kukubali ya kwamba nimekubali kuwa na uhusiano na mtu fulani. Lakini hawezi kufanya uhusiano na wewe na bado kwenye moyo wako na roho yako bado kunajaa mambo mengi yasiyofanana na upendo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata uingie kanisani, uwe askofu kama tunavyoita maaskofu, uwe pape kama tunavyoita pape, unavaa tu kitakuwa ni vilemba ambavyo vinakamilisha ile huduma ulio nayo, lakini rohoni bado Mungu anaendelea kukusuta ya kwamba wewe si mwenda mbinguni. Bwana Yesu atuhurumie. Yesu hawezi kukaribia wewe na bado kwenye roho yako na moyo wako bado kunajaa ule pepo wa unafiki. Bwana Yesu asifiwe. Wale wambona wakasema siku moja, afadhali kuishi na wachawi 100 kuliko kuishi na mnafiki mmoja. Bwana Yesu atuhurumie. Mnafiki ni zaidi ya wachawi 100. Je, wewe unakubali kwenda na Yesu mbinguni? Atakubali kwenda na wewe bado ni mnafiki, mchawi, msharati, mwizi na wengine? Hapana. Kwa hiyo lazima tukubali kwanza, na tukubali kusafishwa mioyo, ndio tutapata kibali cha kusogea karibu na Yesu, na Yesu kuamua kwenda na sisi katika makazi yake ya milele. Tunaenda ndio tunamka muda mdogo. Kwa hiyo ni kwa ajili ya mazingira.
Mfano ya utakaso, lazima tuwe na moyo wa toba, ndio unasababisha sisi tufikie utakaso. Toba, kujitambua. Bwana Yesu atuhurumie. Kujitambua ndio kunasababisha mtu alengwe na toba. Lakini usipojitambua, mtu anachimba tu, yaani chochote kile, mimi ndio mtakatifu, kama ninavyojisifu mtakatifu hapa mimi naonaga hapa, yaani kwa watu 100 hapa mimi najiona ni mtakatifu zaidi ya wengine. Kwani mtakubali hivi kama si unafiki wangu? Si utasudi unafiki? Ndio. Kwa sababu kuna mengi ambayo mnaweza mkayaseme kwa ajili yangu. Sasa kama mnaona mengi yasiyofanana na ya kimungu ninayoyafanya, lakini mimi nisimame hapa na ninaendelea kusema kwamba mimi ni mtakatifu. Bwana Yesu atuhurumie. Toba na utakaso wa moyo lazima huo ndio unatufanya sisi tukaribie Yesu Kristo. Na ndio sababu Yesu akamfikia mwanadamu, alienda mwanadamu atambua maovu aliyoyatenda na akiri, na pale alipokiri tu na ikaleta kibali cha yeye moja kwa moja kukaribia nani? Kukaribia Yesu. Bila toba haiwezekani. Kusafishwa. Huko kusafishwa kunahusu zaidi kuondoa uchafu wa nje. Bwana Yesu asifiwe. Sumu ya mwilini. Sumu inaweza ikaonekana. Ukienda kuipima kwenye darubini, inaonekana huyu alikula sumu. Na hiyo nayo inasafishwa. Wanatumia vitu vingi ambavyo vinatengenezwa na wanadamu. Yawezekana ni shi, utaipewa hiyo na inaenda kusafisha pale ambapo ile sumu imekwenda kujilokalize pale. Na ikipita pale yale maji yanasafisha ni kwa sura moja na vile mtu anavyosafisha nyumba yake. Yaani kusafishwa kunahusu hasa zaidi mambo ya nje. Kama vile tulivyosema, uchafu wa nje au sumu mwilini, ili kuleta afya ya mwili au hali ya usafi. Na ndio maana walio wengi tunasoma kanisani na kwenye komunote zingine, na mtu anataka kwenda sehemu, hataki kwenda na uchafu, anasafisha mwili wake ili anapofika kule, yaani aonekane mwenye kupendeza. Na anapoonekana mwenye kupendeza, kuna watu wengi wanamhukumu kwa njia nyingi. Yaani vile unavyokuwa safi, walio wengi wanasema na ndivyo ilivyo moyoni mwako. Vile ilivyo safi huku nje. Lakini ni kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa muonekano watu wa nje, kwa sababu nimevaa koti hapa, nimevaa nguo ya samani, nimevaa tai kama mtumishi, nimevaa kofia kama ya nani, ya pape au askofu. Kweli watu watatusoma kwa yale mavazi, kwa sababu ni mavazi yanayoonekana kama mavazi ya mtumishi anayeitwa fulani, lakini yale yanasababisha hata ndani na yaani kuwe safi, kumesafishwa kama vile tulivyosema, kumetakasika. Yaani kama vile walivyoambiwa wale kama manabii wa uongo wale wanani ambao walijifanya kuwa watakatifu, wakalinganishwa na yale makaburi ambayo tunaendelea kufanya. Nikizika baba yangu mimi huku natengeneza ile nyumba ambayo watu wakifika pale waone kwamba humo una mtakatifu ambaye alizikwa humo. Kuna kitu ambacho ni kitakatifu kiko humo.
ama vitu vyenye ile kaburi limeumbwa, lakini naenda kuomoa ile kaburi, unakwenda kukuta mifupa mikavu. Bwana Yesu atuhurumie. Huruma ya Mungu. Kwa hiyo haya mavazi ya nje, kutakasika kwa nje au kutakaswa kwa nje hakutasababisha sisi twende mbinguni. Lazima vile tunavyotakasa miili yetu na nguo zetu tusababishe hata moyoni namo muwe umetakasika. Ndicho kibali ambacho kinaleta umilele. Lakini utakaso wa nje ni wa kuonekana, lakini muda mdogo tu tunatoweka na mtu anasaulika mahali alipokuwa akionekana. Lakini tukilenga utakaso wa ndani, ndio utatupa ile maisha ya kuendelea milele na milele, na Mungu atakuwa mtukufu sana. Kwa hiyo tukisoma Yohana wa kwanza ile sura ya kwanza mstari wake wa 7 utakusaidia kuyafafanua hayo ya usafi au kusafishwa kwa nje. Yaani watu wanasafisha mazingira. Unaweza ukasafisha nguo zako, ndio mazingira. Unaweza ukasafisha hata nyumba yako, ndio mazingira. Lakini hayo zaidi hayajaleta mwafaka wa wewe kwenda mbinguni. Lengo la kusafisha huku kwa nje, kuondoa uchafu wa kimwili, sumu au takataka ambazo zinaweza zikafanya wengine wasiwezi kufika maeneo ambako ulioko, kwa sababu kuna zile takataka. Mimi nakumbuka pindi nilipotumika kazi ya uiti animatesa nke, tulikuwa na mama mmoja Mungu mshene, ambao kipindi kile mko kwenye kikao, yaani kila mtu alikuwa anaanza kujisikia, yaani roho yaani haitulie, akifikiria labda mimi nikitumwa maeneo yangu kufika kwa yule mama ni hatari, sitafika pale, nitaingia kwenye ile basari namna gani? Bwana Yesu atuhurumie. Na kuambia, unaposikia wewe umeenda wapi? Umeenda Beni, nimeenda BN wapi? Unajisikia wewe mwenyewe uko halisi. Lakini ukisikia MUIN hapa JN, ni bahati mbaya gani mpaka mimi nipeleke mje? Na kweli ukifika kwenye yaani maji ya watoto yanaanza kwenye mlango wa kwangu hapo, utaenda unakumbuka hivi. Sijasema kwamba ni uongo, hata wewe mwenyewe hauna hata hamu ya kufika sehemu. Na kweli ukifika kwa mama mwenyewe unamhurumia, ukifika kwa watoto unawahurumia. Yaani wengine bado yako pale, yaani anakosa nani wa kusafisha, na mama yuko si mgonjwa si nani, lakini baba hayuko tena. Bwana Yesu atuhurumie. Lakini hata ile mazingira ya nje naye anavutia hata Roho Mtakatifu ili afike kwanza, na anapofika ndio aangalia yaliyo ndani yanafanana na hayo, na kama yanafanana na hayo yanasababisha yeye aingeze. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anapokuta yamesafikana, lakini ndani yeye tena anageuza mgongo, anarudi. Kwa hiyo kutengeneza mazingira yote ya nje na ya ndani ili iwe sababu ya kuwafahamisha wanadamu ya kwamba wewe ni mtakatifu, na vile ulivyo huko nje inaleta sura ya ndani. Lakini siwe sura ya ndani ya nje, lakini ndani iko tofauti na ile, bado ni ya maonyesho kwa wanadamu, lakini kwa Mungu hayana nafasi na ilete faida yoyote. Mazingira hutumika zaidi kwa mambo ya nje, mwili au mazingira, kama vile tulivyosema huku kusafisha. Tunaweza kukasafisha ndani kwa vile viungo vya ndani, lakini vile vya kiroho, ile roho haiwezi kusafisha hiyo sumu, hiyo dawa ya sumu haiwezi kusafisha ile dhambi ulio nayo moyoni au rohoni, lakini inasafisha tu ile sumu uliyokula, chakula ulichokula ambacho kinasumbua tumbo. Ndio maana unachukua ile ngate, unaenda na nini, unaenda kusafisha ni hatari, kwa sababu ile sumu ya ile chakula ambayo inavimbisha tumbo iwezi kutoka, lakini haijasaidia kusafisha moyo na roho yako, ambayo Kristo anailenga zaidi ya usafi tunao ufanya.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mfano, kuoga, kuosha vyombo au kuhoga mwili mzima ina sababu tu ya kutengeneza mazingira ya nje, lakini kama hujatengeneza ya roho, na hii nayo ni mapambo tu ambayo italeta faida katika maisha ya milele. Kwa kifupi, kusafishwa ni kuondoa uchafu, wakati utakaso ni mabadiliko ya ndani ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ilivyo. Kusafisha kunaondoa haya, lakini utakaso ndiyo mabadiliko ya kiroho, mabadiliko ya ndani ya kiroho, na hii inazaa matunda. Ukiona ndani mnasafikana, yaani utaona kwa matunda yanayofanana na mambo ambayo Kristo lazima sisi tuyatende. Ndio maana wale wataalamu wakasema ya kwamba au Biblia ikasema haiwezekani mti wa nini, mti wa hapo ukaenda kukuta kule kumemea yale matomati ndio utavuna kule. Hapana, huwezi kuvuna tomati kwenye mti wa hapo. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ilivyo. Kwenye hapo ndio utaenda kuvuna hapo. Kwenye tomati ndio utaenda kuvuna tomati. Kwa hiyo yale yanayomea moyoni ndiyo yanaleta matunda, huku yanayofanana na yale na yanaleta faida kwa watu ambao unaopenda nao safari moja ya kuelekea mbinguni. Tumalizie huko. Pia hiyo damu ya Yesu inaleta ulinzi na mamlaka. Ulinzi na mamlaka. Damu ya Yesu inatumika kama kinga dhidi ya kazi ya adui. Kama sisi tunaendelea kupambana na huyu ibilisi, ni kwa sababu ya damu ya Yesu. Na kama ibilisi anaweza akakulenga sana, na wewe unasimama ndani ya Yesu, yaani ni kama vile anakuja kugonga kwenye mwamba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Tunayo kinga ya damu ya Yesu ambayo imemwagika kwa ajili ya kutukidia. Kwa hiyo unapoamua kuichukua damu ya Yesu kuwa kinga yako, hata kazi ya ibilisi, hata afanye nini, atakuta wewe ni kama vile mwamba ambao umejengwa, hauna hata mtikisiko. Anaweza akatikise, lakini akakukute huko imara. Na ndio maana watu wa dunia wanafikia hata kuwapatia watu wengine, huyu anaitwa mchawi. Yawezekana yeye ndiye mchawi. Alipokuja kukujaribu, amekuta wewe umegesha katika damu ya Yesu, na akaanza kukuita wewe umekuwa mchawi, sio tena wewe ni Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kuna watu ambao wanatushuhudia. Bali unataka kishi. Ale kishi kwa hiyo ndio tunachokoza. Ngao washimoma ni wako kishi to. Wakakwenda ujaribu kuchokoza. Wao tena ndio wewe maana ndio unashimoma. Na obwe ngao pige leo hapa ndo tadi. Oto pige tena kwa ngama ni ngomana. Oyinge to awe mkati mtorondo kana ngana kaji ngira marongo. Mashikirele kama mtu kama mbili. Bwana Yesu atuhurumie. Tunashuhudia hivyo sisi wote. Na hiyo inaonyesha kwamba hatujawa na utakaso wa rohoni na moyoni. Bwana Yesu asifiwe. Mungu kuliko chemchemi za uzima. Ni kinga damu ya Yesu ambayo inatupigia na mengi. Na ndio maana watu wanajisikia unapokuwa kanisani, mtu ambaye ametendewa mengi kwa ile damu ya Yesu, ambaye amekingiwa kwa mengi na damu ya Yesu Kristo, anajisikia sheri, anajisikia ana nguvu, anajisikia ni mimi tu. Na anaelekea anatoka pale ndogo, anaelekea kule mbele ili aende akakamilishe na kuambia watu kwamba damu ya Yesu kama bado inaendelea kuishi, ni ile damu ya Yesu ambayo imenizingira. Watu wengi wamenijaribu, nimefabitia mengi, nimefanya hili, lakini nimebaki bado niko imara. Ni kwa sababu ya ile damu ya Yesu ambayo nimeichukua kuwa kinga yangu na mwelekeo wa wapi nitakokwenda. Bwana Yesu asifiwe. Damu ya Yesu ni kinga.
Ukisoma Waebrania 10 ile 19 inatusaidia kwa hiyo. Tunaenda kwa jambo la 4 la mwisho. Hii inaleta kinga na Yesu na pia inatupatia mamlaka ya kupambana na adui. Damu ya Yesu ni ulinzi na pia ni mamlaka inayotusaidia kupambana na kazi ya mwovu. Hiyo damu ya Yesu inatusaidia kuvunja vifungo vya kiroho au jaribu ambayo shetani analenga kutufanyia. Damu ya Yesu ina nguvu za kuvunja, inavunja vifungo vya kiroho. Watu wengi tumefungwa kiroho, tunaweza tukaona tuko huru katika mwili, lakini ukiangalia kazi zetu za kiroho utakuta tuko wafungwa wa kiroho. Tuko huru katika mwili, lakini roho zetu ni kama tumefungwa, tuko wafungwa. Na aliyemfungwa kinywani kwake hakuwezi kuja mambo ya faraja ya kiroho, mambo ya kufariji wengine kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiona yanatoka yale hayafanani na ile huduma aliyo nayo, hisi ya kwamba huyo amefungwa kiroho, hayuko huru kiroho, ni kama amefungwa kiroho, kwa sababu mfungo wa kiroho atoe lililo na neema, atoe lililo na neema kubariki watu wa Mungu au kubariki wasio wa Kristo. Lakini walioko huru wanatoa maneno ambayo yanabariki hata wapagani, na hayo maneno yanakuwa shabaha mojawapo ya kuwaita wengine na kuja kujiunga na ile kazi uliyo nayo. Yanasababisha aliyo mbali na anakuja ni wapi? Ni sehemu fulani. Nimeona nyota ya pale, na je, nilisababisha nini? Nije nikajiunge, nije nikakae karibu na wewe, nije nikatembea na wewe, nije nikasimama pamoja na wewe. Lazima tuchukulie damu ya Yesu kuitumia kama ulinzi wa maisha yetu ya kiroho. Tuitumie kwa mamlaka ya kukemea kazi za ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Damu ya Yesu ina uponyaji na uzima. Hiyo ni kazi nyingine ya kazi ya damu ya Yesu. Damu ya Kristo inaleta uponyaji na upya wa maisha. Upya wa maisha. Ndio maana neno la Mungu lilisema hapo awali, likasema ya kwamba sisi tulikuwa kwenye agano jipya la zamani la kale, lakini ilipomwagika damu ya Yesu msalabani tukapokea agano jipya. Kwa hiyo damu ya Yesu ndiyo inaleta agano jipya katika maisha ya Wakristo. Bwana Yesu asifiwe. Tumeachana na ile damu ya wanyama ambayo tungewamaliza. Tulishakuwa bilioni kadhaa katika dunia, na kila mmoja anatamani awe karibu na Yesu. Lakini kwa karibu na Yesu kwa dhambi ulizo nazo, hapo uchukue nyama. Hata wengine wangekosa wa wanyama. Kama tungekumbuka historia ya wale wa Israeli kutoka Misri, kuna baadhi ambao walikosa yule mnyama wa kuchinja kwa ajili ya kuweka alama kwenye mihimu. Atakapokuja yule roho au malaika wa uharibifu aone pale ni nyumba ya Israeli, yaani apite juu na aende akaishambulia ile sehemu ambayo ni ya Wamisri. Ikafikia hata kusema kama hauna hata njiwa, kama hauna hata nini, lakini uende karibu na yule aliye naye, na yule aliye naye akupatie hata kidogo uweze kuweka kwenye mihimu, ili wa alama ambayo itasafahamisha ya kwamba wewe ni mteuliwa ambao unatakiwa ulisi katika ile nchi ya ahadi ambayo Kristo ameiandaa kwa ajili ya watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukichukua hiyo damu ya Yesu itakuwa ni uponyaji kwetu na uzima katika maisha na uzima wa milele katika maisha ya milele. Lazima tukubali kutembea na damu ya Yesu, kwa sababu inayatenda haya yote ambayo tunaendelea kuyaongea hapa, na kuna mengi, kwa sababu ina mema isiyoweza kuelezeka.
damu ya Yesu